ukinyenyekea mbele za Bwana, uwepo wa Mungu utatembea katikati yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana tunatolea mfano kwa Samsoni alipopoteza utukufu wa Mungu au ule uwepo wa Mungu. Kuna mambo kadha ambayo alikutana nayo. Aliweza kuangamishwa, aliweza kupoteza ule utukufu wa Mungu ndani yake. Kwa nini? Hakukubali kunyenyekea na kutii. Kwa hiyo alisema ya kwamba nitaamka kama jana, lakini atambui ya kwamba uwepo wa Mungu umepotea ndani yake. Kwa hiyo Mungu aangalii kwamba jana ulikuwaje, anaangalia leo yako unatembeaje na Bwana. Kwa hiyo kila saa, kila dakika unapotunza utukufu wa Mungu ndani yako, wale maadui waliokuwa wakikuvizia nyuma yako watakuja siku ya leo, watakutana na utukufu wa Mungu ukiwa umekufunika. Wale wakupinga watapokuja siku yako ya leo, siku yako ya kesho, watakutana na utukufu wa Mungu uliokufunika. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema yeye ashinda. Kwa nini? Kwa sababu kuna vita. Kwa sababu kuna vita. Kwa hiyo usishangae vita vinakuja katika kila namna ambayo unayokutana nayo. Aidha ni kwenye familia yako, aidha ni mahali pa kazi yako, aidha ni mahali katika namna yoyote ambapo unamtumikia Mungu, au katika sehemu yoyote ambapo ni sehemu ya kuingizia kipato chako. Kwa hiyo ukiangalia katika upande wa giza, kuna namna watu wameachilia uwepo wa giza au uwepo wa nguvu za giza katika maeneo yao. Kwa nini? Utaona kuna wengine wana namna mbalimbali ambayo wanamtukuza shetani ndani yao. Hiyo ni kwenye biashara. Kuna watu wamezindika, kuna watu wamewekea ilisi, kuna watu wameenda kwa waganga wakapewa majini ya kulinda biashara yao. Kwa hiyo kwenye biashara yao kuna uwepo wa majini. Lakini wewe mtu wa Mungu umebeba uwepo gani? Lakini Mungu anataka ya kwamba utembee na uwepo wake. Kwa hiyo unapotembea na uwepo wake, mahali ulipo kuna uwepo wa Bwana, sehemu ulipo kuna uwepo wa Bwana. Sikiliza, kuna watu wamevuviwa uwepo wa roho za giza. Angalia watu walivyoingizwa katika maagano mbalimbali. Kwa nini? Katika nyakati hizi za mwisho, adui anachokitafuta ni kumtukuza yeye, na unapomtukuza